ni mzuri tujadiliane na watu ya magharibi na tukue wazi na tuongee open bila kujifichania, kwa sababu pahali Kenya imefika ni kwa sababu ya utapeli na uongo na watu kujifichania na kukosa kuongea ukweli. Wakati umefika tukue na mazungumzo ya ana kwa ana, mazungumzo ya wazi na watu ya jamii ya Mlembe, kwa sababu jamii ya Mlembe ni ya muhimu sana katika siasa ya Kenya, katika uchumi wa Kenya, katika utamaduni wa Kenya. Na kufikiria kwangu, na mimi nimeshukuru sana mmekuja kuniongelesha, lazima tuongee na jamii ya Mlembe na tukubaliane. Asante sana Mheshimiwa Rigiji. Nikipenda utupatie picha kamili. Nyinyi mlianza kuzungumza, mkaongea na Wakenya, mkawapatia agenda zenyu, manifesto yenu, mkaongea na Wakenya wote. Baadaye Wakenya wakapatia nafasi ya kwamba endesha hii nchi kutoka kwa huo utawala mwingine. Mkaapishwa, mkapewa nafasi, mkaanza kutembea kila mahali mkiambia Wakenya tunafanya hiki na hiki na hiki. Leo hii wewe sio naibu wa rais, ukawa impeached. Utupe picha kamili, nini kilifanyika? Asante sana ndugu yangu kutoka Sule FM. Ni kweli tulizunguka Kenya na Rais William Ruto tukitafuta kura na tukaahidi mambo mingi sana. Ile ya bottom up economic transformation agenda, pesa mfukoni na mambo mingi kama haya. Na tulipofika pale kwa serikali mwaka ya kwanza, nikakuwa mimi na matumaini ya kwamba tulikuta kama uchumi haiko sawa, na nikakuwa na matumaini ya kwamba tukiendelea mbele uchumi ukirudi kwa ile barabara tunataka, yale yote tuliambia Wakenya tutafanya. Lakini tulipofika kwa serikali, bosi yangu nikaona kama ameanza kubadilisha ile mwendo tulikubaliana, hasa hii mambo ya kuweka watu pesa kwa mfukoni. Na ikakuwa ni pale ameweka kikundi ya economic advisors, watu wachache wanakutana pale kila Jumatatu, na wakaanza kulete mabadiliko ya mambo ya kutoza watu kodi kwa njia kali sana. Na mimi nikaanza kuwa na wasiwasi, kwa sababu tulikuwa tumeahidi Wakenya ya kwamba tutawatia pesa mfukoni. Sasa zile mabadiliko ililetwa ya kutoza watu kodi, ikakuwa ni zile pesa kidogo wananchi wa Kenya walikuwa nazo tumeanza kutoa, na Wakenya wakaanza kulalamika. Na mimi kwa sababu ni mtu ya kusikiza ground, na mimi nachukuanga nafasi kuongea na Wakenya, kwa sababu Wakenya ndio matajiri wetu, ndio walituajiri kazi, na unajua lazima kila mtu asikize tajiri yake. Mimi nikaanza kumwambia rais, nikizunguka Kenya, nikiongea na marafiki, nikiongea na watu ya kawaida, hatuendi vile tuliahidi watu, na watu wameanza kulalamika. Ni mzuri tujaribu kurekebisha. Kama ni maneno ya affordable housing, rais akatuambia ni mradi mzuri sana ya kupatia vijana ajira, ni mradi mzuri sana ya kupatia watu makazi. Na sisi hata mimi nikaunga mkono, kwa sababu mimi ni Mkristo na nilimwamini rais sana. Na kwa mwaka mmoja nikaona ni kweli vile anasema. Lakini kupita hapo mbele, siku tumesema tuweke housing levy, tukaingia kwa payslip, tukachukua pesa ya wananchi. Shamba ni ya serikali, nyumba najengwa na usiwa mtu binafsi. Wengi sana wenye kutoa hii pesa wako na maloni ingine, wanajenga nyumba zao. Wengine hawahitaji hiyo nyumba, angetaka kupanga nyumba yake. Wakenya wakakuwa wanalalamika sana. Tukaingia mambo ya finance bill ya kuongeza kodi kwa Wakenya, na Wakenya wakaanza kupiga nduru kila pahali. Tukakuja tukaingilia hii maneno ya masomo ya university. Tulipoingia pale tulikuta hii program ya HELP ambayo ilikuwa inaendelea vizuri, hata kama ilikuwa na matatizo kidogo. Rais akasema tubadilishe. Mimi mwenyewe nikaenda nikamwambia, nimesikiza wazazi, nimesikiza watoto wa university wanalalamika, wanasema hii program mpya tunalete haifai, inawaumiza na hawaoni kama iko sawa. Rais akasema hapana,
kama tumeamua kitu kama serikali lazima tuendelee. So ndio ilifika pale kukakuwa na shida mingi sana, kwa sababu mimi nasikiza Wakenya, na nikienda pale kwa baraza la mawaziri peke yangu ndio ningeweza kuzungumza, kwa sababu wale wengine wote ni wafanyikazi wa rais, na wakiwa wafanyikazi ya rais hakuna mtu yote anaweza kuzungumza pale, na rais anakuwa mkali sana, akiamua kitu ameamua na hataki kuelezwa. Ikakuwa ni mimi nimekuwa kama ni mtu sasa ya upinzani ndani ya serikali, kwa sababu mimi peke yangu ndio naongea, mpaka ikaanza kuonekana kama ninatatiza shughuli za serikali. Lakini ilikuwa mimi nimekuwa pale nikiwa voice ya wananchi, kwa sababu mimi ni mtu ya kuchaguliwa. Mimi na rais tulichaguliwa pamoja, kwa hivyo mimi lazima ningesema yale wananchi wanasema. Tukafika pale pia tukakuwa na mambo mingi sana tulikuwa tumekubaliana kuhusu maeneo hii na ile, na ndio ulisikia juzi rais akiwa huko Western ananiingilia sana kusema ati mimi ndiye mtu ya shares. Hiyo ilikuwa tu ni njia ya kujaribu kuniharibia uhusiano yangu na watu ya magharibi. Mambo hiyo ya shares tulikuwa tumekubaliana na yeye tukiunda serikali, na tukasikizana sisi watu ya Mlima Kenya, tukipata serikali tutakupatia kura hizi, tukampatia 3.5 million votes, tutapata hii na hii na hii na hii. Hiyo nilikuwa nafuatilia, na hiyo inamkasirisha nikisema tulikubaliana hii, timiza. Tulikubaliana hii barabara zitajengwa, tufanye. Tulikubaliana hii, tufanye. Hata pale kwenu kulikuwa maagano, na niko na hiyo agreement hapa, ikifika wakati nitamsomea vile watu ya Western tulikuwa tumekubaliana. Na ndio unaona hiyo maneno ya shares inamkera, hataki iongelewe kwa sababu hajatimiza ile maneno ambaye ilikubalikana. So ndio ikafika pahali akaamua ya kwamba hawezi fanya kazi na mimi, kwa sababu ninauliza maswali mingi, ninaongea kwa niaba ya raia, na akanikashifu sana kusema mimi ni deputy president lakini naongea kama raia. Sasa mimi nikamwambia, unajua mimi ni mtu ya kuchaguliwa, na mimi lazima nisikize wananchi wanasema nini. Na wananchi kila pahali Kenya wanalalamika, biashara zimeharibika, maduka zimefungwa, hakuna mtu wako na pesa, hospitali hakuna madawa, hii maneno ya SHIF na SHA haifanyi kazi, maneno ya ufisadi imeingia nchini, maneno ya adani na ingine. Sasa rais, mimi nikikosa kukuambia nani atakwambia? Na wewe utembei kwa watu sana, mimi ndio niko kule, na hata wewe ukitembea hutapata nafasi wananchi kukufikia. Na hayo maneno ikakuwa inamkera sana, ya kwamba mimi ninamwambia kila siku tusikize wananchi, tufuate ile wananchi wanasema, tusiwahangaishe wananchi, tupate nafasi ya kuwa watu ya kusikiza watu. Sasa ukiangalia Kenya iko kelele kila pahali, na ndio naona sasa, nimeona hata wajumbe wale wanaunga rais mkono wameanza kubadilisha vile walikuwa wanaongea, wanaanza kusema hii SHIF na SHA haifanyi kazi. Na mimi nilikuwa nimewaambia kitambo, lakini ground imekuwa moto. Sasa wakienda kila pahali wanapigwa kelele, kwa sababu ile wanasema na vile iko ground ni tofauti. So ikafika pahali sasa ikakuwa rais ameona pia hawezi fanya kazi na mimi, na mimi nauliza maswali mengi, mimi natetea wananchi, mimi nakashifu mambo ya ufisadi, mimi nasema wananchi wasikizwe. Ndio sasa akaamua kunifukuza, akatoa pesa mamilioni, wabunge wote wakapatiwa kila mtu 1500 wanifukuze, senators wakapewa 10 milioni kila mmoja, na hayo yote Wakenya wanajua. Lakini hiyo haina haja sasa. Ile kitu ya maana sasa ni kuangalia mbele, kwa sababu hatuwezi lalamika ile ambayo ilifanyika. Maji ikimwagika hayasoleki, na sisi hatuna na haja na hiyo sasa. Mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais, tukiwa tu pale pale 10 million 500 million, hiyo pesa ilikuwa mingi sana. Si hiyo ni kuharibu uchumi ama ilikuwaje? Hii ni kuharibu uchumi, kwa sababu hii ni mali ya umma, na hiyo ndio shida tuko nayo katika Jamhuri ya Kenya. Pesa ambaye ingesaidia wananchi kununua madawa, pesa ambaye ingesaidia kwa hii maneno ya capitation, pesa ambaye ingesaidia kuunganishia watu stima, imechukuliwa. Kasi yake ni siasa. Ni siasa tupu inaendelea. Hata ukiona saa hii siasa imeanza, mikutano hapa Karen inaendelea, kila mtu 10,000. So tuseme sasa hivi wabunge wa bunge la sasa hivi wengi wanafanya biashara, hawawakilishi wananchi, ni biashara tu. Sasa nikuulize ndugu yangu, ukisikiza ground vile inaongea, nyinyi ni watu mnapata nafasi ya kupata feedback, na vile hiyo wabunge wanaongea ni tofauti.
Wao wabunge wanafikiria tumbo zao, wanafuata ile rais anasema, wanashughulikia tumbo zao na wamewachana na mambo ya wananchi. Lakini naona uchaguzi kianza kukaribia, nimesikiza weekend hii, nimeona hawa ya kwetu ya mlima wameanza kupindua lugha kidogo pole pole. Kama iko shida tutasikiza, tutarekebisha. Wale walikuwa wanajipiga kifua, hii shaa ni mzuri, hii shifu ndio yenyewe, hakuna mambo ingine, ni hiyo, sisi tutafuata. Sasa wameanza kupindua lugha. Na unajua hii wabunge pia ni watu ya kuchekesha wananchi sana, kwa sababu siku finance bill ilikuwa 2024, rais aliposema ni mzuri, wote walikuwa wanasema ni mzuri. Siku rais amesema kumekuwa na shida ya Gen Z, amesema tuachane na hii finance bill, wanampigia makofi, wanasema ni kweli, tumekubali. Mambo ya Adani hao wabunge walikuwa wanatetea, nasema ni kitu ya maana sana. Sema hii Adani ni mzuri, itatengeneza airport yetu, itatengeneza mambo ya Ketraco. Hii maneno ya Adani, hakuna ufisadi, ni nyeupe kama pamba, hii ni kitu mzuri. Siku rais amesukumwa na Amerika, kwa sababu sikupenda kwake. Amerika alitoa taarifa nasema hii Adani hapana sawa sawa. Sasa rais amepiga kona, ameenda pale bunge, amesema hii Adani tuachane naye. Wale wabunge wale so ni biashara wanafanya bungeni, wanasema igwe, wanaambia rais igwe kwa sababu ati amefanya mzuri kuondoa Adani. Ni watu ambaye mafikira yao saa hii wamebebwa na rais. Wao wanafikiria mambo ya tumbo zao, wanafikiria mambo yale ambayo itawasaidia wenyewe, lakini wamesahau ya kwamba hao ni watu ya kuchaguliwa. Wamesahau kutetea Wakenya, wamesahau kusimama na ukweli, wamekataa kusikiza ground vile wananchi wanasema, lakini chuma chao kiko motoni. Kabla mwenzangu Lydia ulise swali, pengine maswali mbili, Mheshimiwa Rigiji. One, inasemekana kwamba wewe ulifika mahali ukaona kwamba wewe pia na rais mko sawa, yeye nusu wewe nusu, ya kwamba yeye rais na wewe mlichangia hii serikali, kwa hivyo mnakaona katikati. So akaona ya kwamba sasa mimi ndio rais, wewe ni naibu yangu, inakuaje tufanane kila kitu. La pili, swala la pili wanasema ya kwamba after impeachment hautawahi kuombea kiti chochote katika nchi ya Kenya, ama itakuaje? Kwa hivyo kijibu hiyo mbili, mwenzangu Lydia ataongeza. Mimi hakuna siku nimesema mimi na rais tuko sawa, kwa sababu yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi nilikuwa msaidizi wake. Lakini hiyo haikunitoa haki ya kuongea, kwa sababu pia mimi ni Mkenya na katiba yetu inakubalia kila mtu kusema ukweli. Shida ilikuwa kila mtu anaambia rais ndio. Ni ile inaitwa praise and worship choir. Mimi nikataa kuingia katika hiyo choir. Mimi nikakuwa ninamwambia ukweli vile raia wanasema. Mambo ya kwamba ati nikifukuzwa sitasimama kiti, hiyo haina maana kwangu. Unajua watu wanafikiria ati mimi ni mtu najipenda sana. Sio lazima nikue chochote katika hii Jamhuri ya Kenya. Na mimi ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiuzuru, because alikuwa ameniambia wewe jiuzuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza, yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi? Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara anakuambia uende, unaenda opposite. Kwa hivyo mimi sijipendi. Hata wabunge ya kwangu wengi sana wale wananiunga mkono walikuja kuniona kuniambia wewe jiuzuru ndio ukue upate nafasi ya kusimama. Nikasema hiyo ni kujipenda. Sio lazima mimi nisimame, sio lazima niongoze. Mimi lazima nijitolee, nitetee wa Kenya na ukweli ujulikane. Na si ati lazima mimi ndio nikuwe kiongozi wa Kenya. Wengine iko watu wengi sana ya kuongoza. Mimi nitakuwa kwa ile team itafanya. Lakini hakuna mtu amenikataza kusimama. Mimi niko na kesi kotini inaendelea. Uhuru Kenyatta na Ruto walisimama wakiwa na kesi kwa Hague. Katiba ya Kenya iko wazi ya kwamba kama ugali uko na mambo kotini, right yako ya kupigania kiti hawezi ondolewa. Kwa hivyo mimi nikitaka kusimama nitasimama. Lakini hiyo haina haja saa hii. Ile kitu ya maana sana ni vile tutapanga hii Kenya na wengine ndio tuweze kuwapata uongozi bora. Mheshimiwa Rigiji, kwa hivyo wakati tunangojea kesi yako isikizwe kwenye koti, Mheshimiwa Rigiji ni nani? Official opposition ama we sasa ni kingmaker tu wakati tunangojea kesi yako ya koti? Mimi ni raia ya kawaida. Mimi niliambiwa na rais